Shetani alikataa. Akamwambia anaweza kukuabudu bure tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naweza abudu Mungu bure tu. Na nikiangalia kwangu si bure tu. Maana amenipa uhai, amenipa baraka za watoto, amenisimamisha hata kama zina vingi nina sababu ya kumuinua. Amen. Kwa hivyo Ayubu akaangalia. Akaona hili kosa ni yangu. Amen. Akanyenyekea mbele za Mungu, akimwambia Baba nisamehe. Lakini maandiko inasema hakutenda dhambi. Hakuna kosa Ayubu alifanya ingefanya Mungu amhukumu. Lakini ukisoma maandiko, baada ya mateso, Mungu alikuja na akamulipa dabu. Amen. 4. Moja inawekwa 2, 3. Dabu 4. Amen. Tumesoma ng'ombe alikuwa na elfu ngapi? 500. 500 kwa sababu ng'ombe mara 4 500. Hiyo ni 200. 500. Hiyo ni 2000. Ni kweli? Kwa hiyo kwa Mungu hakunanga hasara. Wewe umekuwa ukikaa ukisema mwaka umeenda, hana miaka ya kukuja kukubariki. Ukisoma maandiko hapo Ayubu alikuwa amejaribiwa, alikuwa mzee. Na maandiko yanasema alizaa watoto warembo kuliko wale walikuwa wa mwanzo. Amen. Ayubu alibarikiwa kuliko mwanzo wake. Na Ayubu aliogopa na Mungu, akamheshimu zaidi. Maana hata msamaha wake ungeomba Mungu angesamea mtu. Ati Mungu nisamehe, nilikosea Ayubu, nisamehe Mungu nisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Waliona na Ayubu na wakamtukana na wakasema ameasi Mungu. Wakati walienda mbele za Mungu kuomba msamaha, wakati waliona wamerudiwa na Mungu wakafikiria ni kusamehewa, Mungu ndiye aliwaambia ukweli. Akamwambia mimi sikuwa na shida na mchungaji wangu. Ninyi kwanza mlimkosea. Rudini kwake, mkamwombe msamaha. Na atakapowasamehe nami nitawasamea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kitu kingine nataka niwaelezee. Unapokosana na mtu, maana hiyo ni kitu watu wanakoseanga. Mnanielewa? Wacha kusongea mbele za Mungu, utubu. Kwenye nisio Mungu amenyamaza nieleze kitu mshike vizuri. Maana nasikia inatembeanga kwa watu sana. Hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe. Umenyamaza. Wewe nyamaza. Unapokosana na mtu, umeokoka?